Ni mkulima na mkazi wa kijiji cha Mtongwele. Naam, Muungwana One TV imesafiri tena bwana kutoka Meta mpaka kufika katika kijiji cha Mtongwele. Maana alipoondoka hapa aliniaga nitarudi baada ya wiki tu. Ilikuwa saa 4 ya usiku nilipoongea naye. Watu 4 wamefariki dunia katika ajali ya pikipiki wilayani Newala mkoani Mtwara. Bwana, hili ndio eneo ambalo limetokea hilo tukio kama unavyoweza kuona, na dhumuni ni kukuonyesha eneo la tukio lilipotokea, lakini pia si tu kuishia hapo, basi tufike katika maeneo ambayo vijana hao wametokea ili tuweze kupata mawili matatu kutoka kwa familia na ili tuweze kujua pia walikuwa wanaelekea wapi. Jaribu kukaa na sisi ili kupata kila new update ambayo itakuwa inatokea. Mimi ni Bizzo Malima, unachotakiwa kufanya ni kutufuatilia tu katika mitandao yetu ya kijamii ambapo Facebook utaandika Muungwana One TV, Instagram Muungwana One TV, lakini pia TikTok, lakini pia bila kusahau YouTube channel yetu ya Muungwana One TV. Unachotakiwa kufanya ni subscribe ili kupata kila new update ambayo itakuwa inatokea. Na abiria watatu alikuwa anaitwa Simon Madenge, miaka 30 na mkulima. Huyu ni mkazi wa kijiji cha Meta. Timu mzima ya Muungwana One TV tayari tumefika katika kijiji cha Meta katika kata ya Chihangu, halmashauri ya wilaya ya Newala vijijini. Na hapa tumekuja kukutana na familia ambayo imepatwa na msiba katika mlima wa Miyuyu baada ya kutokea ajali na kufariki vijana 4. Leo tumekuja kuzungumza na familia, wanakipi cha kukizungumza, wanakifahamu nini juu ya marehemu hao, basi zidi kukaa na sisi. Na nyuma unawaona ni wafiwa wa ile ajali ambayo ilitokea katika mlima wa Miyuyu na watu 4 kufariki, basi hao ni wafiwa. Kwa hiyo tunaenda kuzungumza nao mawili matatu ili tuweze kupata kile ambacho wao wanachokijua kuhusiana na marehemu hao. Nazungumza na mke wa marehemu, kumbe ameacha familia bwana. Kwa hiyo nazungumza na mke wa marehemu, naye atupe mawili matatu anachokifahamu juu ya safari ya mumewe. Habari yako mama? Safi, shikamo. Asante sana. Kwanza pole sana. Asante. Kwa majina? Kwa jina naitwa Azimina Swalechi bwana. Ni mkazi wa hapa? Mkazi wa Meta. Na mumeo, majina yake mumeo alikuwa anaitwa nani? Harisi Muhammad Maulidi. Vipi safari yako hii ya mumeo, labda ulikuwa unafahamu alikuwa anakwenda wapi mumeo? Nilikuwa nafahamu. Alitoka kwamba anaenda Masasi. Masasi? Alikwenda kufanya nini labda? Aliniaga kwamba anaenda kulima kibarua, kulimia ufuta. Inasemekana walikuwa 4. Na hii safari ya kuwa wao 4 unaifahamu pia kuwa walikuwa watu 4? Ndiyo, nafahamu kwamba walikuwa 4. Ni muda gani aliondoka nyumbani? Saa 11 alfajiri asubuhi. Na hii taarifa uliipata kwa muda upi? Niliupata asubuhi. Taarifa ilifika asubuhi, wakaniambia mume amepata ajali. Haya, ndo nikaja huku kwa baba. Baada ya muda mchana ndo nikasikia kwamba amefariki bwana wako. Kwa kweli niliumia sana. Sikutegemea kabisa. Maana alipoondoka hapa aliniaga nitarudi baada ya wiki tu. Nikamwambia usiende, tukae tu hapa. Akakataa. Mimi naenda. Mimi nikamwacha kaenda. Pole sana. Ni katika majukumu ya kujitafutia riziki. Vipi, mlibahatika kupata labda mtoto ama watoto? Hamna. Hamkubahatika kupata mtoto? Ndiyo. Mlikuwa katika muda gani kwenye ndoa? Miaka 3. Ila mimi nilimkuta mtoto kwake na yeye aliwakuta watoto 2 kwangu. Mbali na hivyo vibarua, labda mumeo alikuwa anajishughulisha na nini? Tofali, kisima, alikuwa anachimba visima, tofali akifyatua. Bwana, pole sana. Asante. Kazi ya Mwenyezi Mungu haina makosa. Tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bwana alitoa, Bwana pia ametoa. Tumepata mawili matatu kutoka kwa mke wa marehemu, na sasa twende tuungane na watu wengine ambao wako ndani ya familia, nao watupe mawili matatu. Basi safari yao hiyo ilikuwa ya watu 4
na watu wanne hao, mmoja pia kati ya mke wa marehemu pia mwingine tunaye hapa, na yeye anaweza kutuambia mawili matatu juu ya safari ya mumewe. Mama, kwanza pole sana. Asante. Habari yako lakini? Nzuri. Kwa majina? Naitwa Agnes Ferdinand. Na mumeo pia alikuwa anaitwa nani? Selemani. Selemani. Safari ya mumeo ulikuwa unaifahamu, labda alikuwa anaelekea wapi? Mimi mgeni, vijiji sitavijua vizuri. Ila unaifahamu safari ya mumeo, kuwa aliaga kuwa anaondoka, unaifahamu safari yake? Nasema naenda kulimia huko kwa huko. Umesema wewe ni mgeni, vijiji huvijui. Ni mwenyeji wa wapi? Mimi mwenyeji wa Mbeya. Wa Mbeya. Na mumeo pia ni mwenyeji wa hapa au mwenyeji wa Mbeya? Mwenyeji wa Mbeya. Kwa hiyo wote mlikuwa wageni katika mji huu? Na mlikuwa na muda gani hapa kijiji hichi cha Meta? Tumekuja mwaka jana mwezi wa 9. Mwaka jana mwezi wa 9. Na kwenye ndoa yenu mlibahatika kupata mtoto? Wawili. Watoto wawili. Marehemu ameacha watoto wawili. Ni wa kike na wa kiume ama ni hawa ambao unaona? Ni hawa wawili. Ni hawa ambao unaona. Wakati unaipokea taarifa hii ilikuwaje, labda wakati unaipokea taarifa kuwa mumeo amefariki ama amepata ajali? Ulikuwa katika mazingira yapi na pia uliipokeaje? Nilikuwa nyumbani, kuna mkaka mmoja hivi akaja nyumbani. Bwanako yuko wapi? Nikasema ameenda kazini. Kazini wapi? Kuna sehemu baba fulani anasema twende mkafanya kazi mkalimia ukwekwe. Akasema nimesikia watu wamekufa 4 wametoka Meta hii. Nikasema ni wenyewe. Na vipi kuhusu nyumbani huko Mbeya ambako ulikuzungumzia? Vipi, taarifa wanayo ama imekuwaje? Wanayo taarifa. Taarifa wanayo. Hao walizungumzia nini sasa, labda kwa baada ya mtoto wao kufariki, wao walichukua maamuzi yapi labda? Wamesema kama una mashamba huko uza, upate nauli uje nyumbani. Vipi nyinyi huko, kuna chochote ambacho mlikiwekeza pia kama wanavyozungumza wazazi, kama kuna chochote uza ama? Ni shamba na baskeli na kiwanja. Bwana, ndio hivyo bwana. Kazi ya Mungu haina makosa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bwana alitoa, Bwana pia ametoa. Sisi tunashukuru sana Bwana kwa maelezo yako, lakini pia pole sana. Asante. Mungu akusimamie kwa kila jambo. Asante. Bado tuko katika kijiji cha Meta na tupo katika eneo la tukio ambapo nyumbani kwa baadhi ya marehemu ambao wamefariki hiyo jana, na hapa tunazungumza na baba marehemu. Ni baba wa marehemu yupi? Basi na yeye atakuwa anajitambulisha ni baba wa marehemu yupi. Shikamoo zangu. Labda saizi. Salama. Poleni sana kwa msiba. Asante. Wewe ni baba wa marehemu? Ni baba wa marehemu, naitwa Musa Mauridi. Huyu ni mtoto wangu, mtoto wa kaka, anaitwa Harisi Muhammad Mauridi. Baba wa marehemu wa Harisi Muhammad? Harisi Muhammad? Harisi Muhammad. Labda mpaka inatokea mwanao anapatwa na umauti, labda ulikuwa unafahamu mwanao alikuwa anaelekea wapi na vitu kama hivyo? Alikuaga labda? Alivyoondoka hakuniaga, lakini nikapata taarifa toka kwamba kuna ajali imetokea. Kuna vijana wawili kutoka Mtongwele na vijana wawili kutoka Idamnole wanaelekea Masasi kwenda kufanya kazi ya kibarua. Kwa hiyo imepata ajali. Ndio nikapata kujua. Poleni sana jamani. Asante. Ndio kazi ya Mungu haina makosa. Bwana, mpaka kufikia hapo naamini kuna vitu vingi utakuwa umevifahamu sasa kiundani zaidi. Na hii ni Muungwana One TV. Unachotakiwa kufanya wewe ni kutufuatilia tu kwenye mitandao yetu ya kijamii, ambapo Facebook ukiandika Muungwana One TV utakuwa unatupata. Pia Instagram ukiandika Muungwana One TV, bila kusahau TikTok, lakini pia YouTube ukisubscribe kila new update ambayo itakuwa inatokea utakuwa wa kwanza kuipata. Wewe endelea kuwa na mimi. Wako 4 ambao wamepata ajali jana na wamefariki. Endelea kuwa na mimi, kila new update ambayo itakuwa inaendelea nitazidi kukujuza. Mimi ni Bizo Malima na hii ni Muungwana One TV. Ilikuwa kiendeshwa na ndugu Hamza Mohamed Lowa
akiwa na miaka 28, ni mkulima na mkazi wa kijiji cha Mtongwele. Naam, Muungwana One TV imesafiri tena bwana kutoka Meta mpaka kufika katika kijiji cha Mtongwele. Na hapa tumekuja kupata mawili matatu pia kutokana na familia ya marehemu, kwa maana moja kati ya marehemu pia ametokea katika kijiji hiki cha Mtongwele. Tupo hapa katika kata ya Maputi wilayani Newala kwa ajili ya kukupa kila kinachoendelea. Na hapa unaowaona nyuma yangu ni moja kati ya familia ya vijana ambao wamepatwa na mauti hiyo jana, na hapa tutazungumza na familia hiyo kutueleza mawili matatu, wanakifahamu nini juu ya safari yao, ilikuwaje. Basi zidi kukaa na sisi. Na hapa nitaanza kuzungumza na kaka wa familia. Yeye atatupa kile ambacho anakielewa kulingana na aina ya tukio. Mzee wangu, shikamoo kwanza. Marhaba, habari za majukumu? Na Mungu mwema. Kwanza tuanze hapa, pole kwa matatizo. Haya, sisi tushapoa. Jina naitwa Rashidi Mchamu. Mimi ni kaka wa marehemu katika familia. Ni kaka wa marehemu katika familia. Hii taarifa ilikukuta wakati uko wapi? Hii taarifa imenikuta wakati niko shamba. Ilikuwa kama saa 2 kasoro hivi. Napigiwa simu. Baada ya kupigiwa simu, kama bwana wewe, yule mdogo wako ambaye ameondoka saa 11:30 kuelekea njia ya Ndanda amepata ajali. Pata ajali? Ndio. Nikastuka, nikatoka shambani mpaka kufika nyumbani, nikajiandaa kwenda safari kufuata kuliko na ajali. Lakini narudi tena nyuma, huyu marehemu ametoka hapa nyumbani mnamo saa 11:30 ya alfajiri, na tukaagana yuko yeye peke yake, ili atoke hapa ende Meta, kijiji cha ujamaa Meta. Pale atawakuta kuna abiria wawili, ambao hawa abiria atawabeba na atafuatana nao Chungu huko anakolima ufuta. Na amefika Meta, alipofika Meta ameonana nao, anafika tena stendi, hao wawili tayari ashawapata. Anafika stendi, anakutana na abiria mwingine. Akamwambia, wewe unaenda shamba? Ndio. Akasema, sasa tuende direct kuliko ukisubiri gari, kwa sababu hii pikipiki inaenda moja kwa moja mpaka mashambani, lakini gari utakaa mpaka Masasi utatafuta gari nyingine. Sasa afadhali tuetuka yeye. Wakawa abiria 3, dereva 4. Walipotoka pale Meta, wameenda moja kwa moja mpaka Chilangala. Pale kuna siripu kidogo, na hapo walipata mweleka, kaanguka. Walianguka pia hapo? Walianguka pale Chilangala. Nyuma wakati wanaanguka, kuna pikipiki moja inatokea, inawaona wale walipoanguka, lakini huyu alikuwa na safari zake tu. Walipojiokota pale safari, huyu wakampita, aliwapita na yeye wakampita tena. Wakaenda moja kwa moja mpaka Miyuyu, wakaanza down kushuka. Sasa pale Miyuyu kisha fika, mteremko ulipoanzia ndipo ilipoanza rami. Hapa kilichofanyika, yeye na abiria wake 3, yeye mwenyewe 4, breki pale imefeli. Breki imefeli kwenye mteremko. Anakuja kwenye kona hapa, amefeli pale kona, alipati tena, na pikipiki changanya. Pale pikipiki imeanza kupaa, imeruka msingi waliyojengwa tofali, ikaenda direct mpaka kwenye mawe nayo yalipita juu kule. Kienda pale utakuta kuna kichuguu kimepanda, naona walikuwa wanachota mchanga pale, ndipo walipojigonga. Kutoka barabara mpaka pale walipoangukia kuna kama kilomita 10 cm, sijui anaita nini, sijui wenyewe wakati wanapima wamesema hii hapa 20-15 wenyewe trafiki wakaandikia. Alafu mwingine baada ya hii pikipiki kuanguka hapa, mwingine amepinduka tena, yuko kule nyuma ya kichuguu. Hapa wanaonekana wangapi? 3. Kwa hiyo mmoja yuko kule. Yule wa ajali aliyeona wa kwanza yule akaja mpaka pale, ndo wa kwanza kupiga simu, ambaye mimi simjui. Yaani ndo anakupigia wewe hiyo ama? Hapana. Simu hii ya kwanza ilipopiga
amechukua hii simu ya marehemu, akaangalia namba ya mwisho kuongea naye nani, akampigia kaka yake ambaye yuko shambani. Anapompigia yeye, huyu hapo na yeye akastuka, na yeye akaanza kurudisha tena simu kijijini. Kwani kijijini wametoka watu wangapi huko? Mbona kuna watu wamepata ajali, watu 4 na wamefariki hapo hapo? Sasa pale simu zikaanza kuenea, kwa sababu mimi kama mimi najua walioondoka hapa ni 2, waliotoka Meta ni 2, dereva wa 3. Je, huyu wa 4 ametokea wapi? Sasa kama unavyojua kijijini, hapo walitoka 3, kule 4, mwingine nani, mpaka anapatikana jina. Nilipofika eneo husika la tukio, nimekuta ile ambulance imeshawachukua wale marehemu, wameshaenda mochwari. Pale kuna askari au usalama barabarani wanapima, na mimi nikashiriki. Wakati wanaulizana majina, mimi nikasema huyu jina lake fulani, pale wakaandika. Tukatoka pale mpaka kituo cha polisi pale, tukaacha pikipiki, wale wameenda mochwari. Tukaanza sasa masuala ya kufuatilia process za miili hii tunaitoaje pale, kulipia nini. Hapo ndo ilivyokuwa inaendelea. Haya, sawa bwana. Hiyo ndo kazi ya Muungwana One TV. Nikukuletea kitu ambacho kilichonyooka. Hapa tupo katika familia na tunazungumza na wanafamilia ambao wanahusika na hiki kifo cha ndugu wetu Hamza Mohamed. Kwa hiyo hebu tupate mawili matatu kutoka kwa mke wa marehemu, basi yeye anaifahamu vipi hii safari ya mume wake. Naitwa Amina Hamisi Mpando. Wewe ni huu mwaka wa ngapi au una muda gani kwenye hii ndoa? Ni miaka 5. Umebahatika kupata mtoto? Ndio. Vipi hii safari ya mume wako wewe? Unaifahamu kwa mume wako alikuwa anatoka siku ya jana? Ndio, naifahamu. Alinipigia simu siku ya Jumapili, akadai Jumatatu anakuja shambani. Nikamwambia sawa, ilikuwa saa 4 ya usiku nilivyokaongea naye. Kwa hiyo wewe hukuwepo hapa, ila mume wako ndo alikuwepo? Mimi nilikuwa shambani. Okay, wewe ulikuwa shambani. Yeah. Kwa mume wako alikuwa anakupigia simu lengo la yeye atoke hapa kukute shambani? Ndio. Na nani labda alianza kukupa taarifa? Mkwe wangu. Nilisikia tu anaongea na simu, anapigiwa simu, anaulizia kusema mdogo wako yupo, amefika huko shambani. Akadai hajafika. Ndio akamwambia kuna vijana wamedondoka hapa, mpata ajali. Anatokea huko nyumbani, alikuwa anakuja huko shambani, kwa hiyo wameumia. Kwa hiyo zaidi ya hapo ndo sijajua kilikuwa kinaendelea nini. Ndio akasema taarifa ya kifo, kusema wamefariki wote 4. Kwa hiyo na wewe ukatoka shambani na kuja huku? Mimi ndio nikatoka shambani na kuja huku. Pole sana. Na huyo mtoto labda ana umri gani sasa hivi? Ana miaka 4, 5 kasoro. Okay, Ikram njoo. Mambo? Poa. Shwari? Unaitwa nani? Ikram. Ikram nani? Ikram leo. Okay. Naye huyu pia ulikuwa naye shambani? Huyo nilikuwa naye shambani. Unaitwa nani? Mohamed. Mohamed nani? Hamza. Aliyefariki ni baba yako mzazi? Ndio. Wewe taarifa ya baba yako mzazi kufariki ilikukuta katuko wapi? Shuleni. Unasoma darasa ngapi? La 5. Darasa la 5. Ndio. Pole sana. Ndio. Haya, asante. Bwana, haya na mengine mengi unachotakiwa kufanya wewe, tufuatilie tu kwenye mitandao yetu ya kijamii ambayo Facebook unatupata kama Muungwana One TV, Instagram pia Muungwana One TV, lakini pia YouTube. Itakuwa muhimu sana ukisubscribe, kwa maana kila new update ambayo itakuwa inatokea basi tutakujuza kupitia Muungwana One TV. Mimi ni Bizo Malima, nyuma ya kamera tulikuwa na Stanley, Drone Master tulikuwa na Director Wizi. Tune hapo, kila new update utakuwa unaipata kupitia Muungwana One TV. Muungwana One TV, ulimwengu wa habari.